ashaondoka. Sasa whatever I do kasonge sahi. So like ni kama everybody for himself. Juu baba ni yari, unajua baba was the kama wanangoja utoke hivi nao. Baba ni unajua ni yari kwa anashikilia ni. Unajua by the kwanza I wanted to say this point. Hivi baba ameenda alikuwa ameshikilia, there are so many people who are hanging on his coat. Acha hebu utaona venye itaanza. Acha watu baka inji. Mimi nakuwa nimepelea baba heshima every time ama any time inchi nenda kuungua. Baba atakari kwa naongoza mavitu. Baba anaweza kurudi nyuma. Ana lean back. Baba was selfless by the way. Anaambia wase aje sasa. Okay, tunataka hii nyumba na ndio tunazusha tupati. Lakini ikipigwa moto si wote tutakaa nje. So hapo kwanza tupumue, breathe in, breathe out. Unaona hiyo? Mimi hiyo baba, you know that ability ya ku change mind. Umeshika? As a leader it's very 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 important. Kama kuna kitu mimi kwa maisha yangu yote ndaishi kutolea Raila kofia. So hard. Ni hiyo. Unaona hiyo that ability of like kuweka yourself. Watu wanasema baba ni selfish. But as zingine ukizaangalia baba kwa self. Okay, yes, uko na personal interest, that's fine. But baba saa zingine alikuwa na sacrifice personal interest zake. I think he sacrificed. But everybody has people have flaws. But unaona ya baba ilikuwa na making sense. Juu baba anaona aje hata hii leadership tunataka, umeshika ama nchi tunataka kuongoza, ikiungua tunakuwa na nchi ya kuongoza. What baba was doing, alikuwa na save nchi kwanza, alafu sasa ya pili, sasa hiyo ndo watu wale selfish. Sasa anaenda tuweza anajima na ujiweke tumio deal ya baba after saving the country and the people. Sasa na anasema handshake sasa hata mimi ni kula kitu kwa nchi. Mio deal ya baba mimi hapo nilikuwa naonaga because he has really saved us from a lot of kwanza mimi kama kuna but the fact that baba participated in second liberation of the country akaleta multipartyism participate in the 2010 constitution. This guy alitupatia freedom nyingine, but I think unaona this freedom you are enjoying today, the socio-political culture freedom we are enjoying today. We can discuss about Ruto, we can discuss about this MP. Yes, we can without being detained. This was a result of Baba. I think he is the longest detainee. I think mwenye ako alive. The rest mwenye alikuwa alive. Maybe huyu anakuwa anaitwa mwenye tumejua over our time. Because hiyo time alikuwa detained for. Do you know when a child is born? Another thing yenye niliona baba ako detained all that long, anatoka, the person who detained him anakuja baba kuona maroho. Baba was not personal. Hizo ndo take imagine what happened between him and Ruto na kina Uhunye, zile mambo za Hague 2013. Mshika, and then later amekuja amewaka na Uhunye. Later amekuja amewaka na Willy. Na unaona mpaka 2017 wali boycott the elections. Wakataka kufanya elections, but that same year is the year walianza ikafika 2018 nikakuja nini bakaenda mpaka BBI building initiative whatever. Baba is not personal and I think that is the aspect that every person who wants to be a leader ama politician must learn. Hiyo ndio kitu moja. Politics don't be personal. Unajua kuna viongozi unaona huku kwanza aspirants ama wenye wako ndani they are personal. You don't want usipomsupport sema alikuwa hata support yako his personal. Analeta bloggers wanaanza kukupiga why you being personal. Mimi baba unaona strategy yake ya kwanza ku offset the balance. Umeget vitu zinawaka vizuri, baba anaingia na zichokora. Umeshika, then akishazichokora unaona hiyo chaotic tena anafanya kitu ana create balance. Enigma Jacob. Umeget haya. Alafu kitu kingine mimi nilikuwa nasemaga na Raila, either umpende ama umchukie. Mimi Raila akisema hapa alikuwa na stand na haiko kitu ya kwanza 50% hiyo story ni ukweli. Mimi unajua kuna yati hapana Baba is always right. Raila anaingilia gava. Naona Raila akisema kumebio do. No pesa anaweza miss na figure, anasema figure zake, anasema lakini wewe kuaje 100% zimebiwa. Hata kama atadanganya figure wewe jua kaliibiwa. Baba saved us from a lot. Sio baba angekuja aseme kuna watu na gava inapanga kuiba kura. Aje Jez na Baro kama if there is one politician kwa nchi ya Jero Poko ni baba.
Raila ajiropoko na ako na ropokago. Na si sana alikuwa anapiga propaganda anything. Ajui. Joe Amisi kwanza, kuna lawyer nini author anaitwa Joe Amisi. Kuna kitabu yake anika autobiography. Anasema hata 27 nini. Raila was nini? Wacha 27. Mimi ile election naona kama kidogo Raila alishindago ni ya 2013. Sikuwa kishua naona kama hiyo naona kama kidogo tulimwai. Lakini 27 ya ilikuwa sure. Ilikuwa sure bwana. Political analyst say. Mimi 27. Mimi hata remember hiyo 27 hiyo ndio sama vitu zianze. Tuko down na mbogi yangu tu. Unajua kuna ile tu mko na wasee. Mnaambia tu kweli. Kenege thing. But mi kama kuna hizi zingine si, lakini mimi sija. Hebu nikuulize aje, Raila akuwa kwa government, si ndio? Ana machinery, ana pesa, ana nini, but alikuwa anahemesha gava mbaya. But alafu wewe niulize aje hiyo force yote, alafu mtu niambia ati akujaza kura kwa debe. Unajua kitu ya Kenya hakuna campaign ilipigwa kama ya 27. Haya. Alafu mimi niko na shiki. Mimi naona venye na 27. Sasa 2013, 17 hii to 2022. Mimi naambia wase aje. Mimi kuna kitu moja nimesoma na Raila. Until president mwingine ainue Bible hivi na apewe kisu. Hapo ndo najua Raila si president. Mimi atakura mkihesabu. Ati zimehesabiwa tuko mbele. Baba ametisha hichi bwana. Jamaa mpaka alijiapisha akasema fanyeni venye mtafanya. Unaona? Mimi ati baba ameshindwa kura. Hiyo tunaweza discuss kidogo. Hata mimi nasema mfungue sana. I think kuna watu walikuwa tulimnyorosha lakini fungueni sasa. Fungua sasa. Alikuwa anakuja na lori mzima ya evidence. Wewe unasema nini wewe? Unafikiria alikuwa mchezo? Alikuwa anajua. Mimi penye unaona sasa hiyo ndio kaumane siku hiyo 2007 hiyo Martha Karua na Mishokes juu na kina nani wakacheza kama hao na huku nivi zile kura za nivi kwa kuitoka voters ni 10,000 voters ni 10,000 lakini kura zikuja 2 million huko ndo ile mimi ilitoka ya Tharaka Nithi Tharaka Nithi 100%. Mimi vile ziliingia hivyo okay, so at least iko sawa, ikiatu ni sawa. Ili kiatu I think 207 hiyo kio zenye iliingia 207 I think iliweka dent kwa Raila because kuzilikuwa clean. Ilikuwa clean. Sasa alafu hiyo sasa the fight after iliweka dent kubwa kwa his political career sana. Iliweka dent kubwa sana. Ukiangalia ameishi kupigwa na hiyo nini? Ameishi kupigwa na hiyo kitu because ati ulishindwa because on record alishindwa. On record paper. Although Kivutu by the time nini a pass Kivutu unajua alisema ajoge nini alishindaga. Alikuwa anatoka clip. Kuna time alipoji yako. Kivutu alisemaga ate ajui ni nani alishinda. I think I have seen that clip by the way. Lakini anajuaga ni Rao. Unajua Kenya especially hizi election kubwa kama huko kwa system, if you don't have the government system support kuibua ni haraka. Najua hakuna kitu utafanya. Alafu ingine yenye ni shock kabisa. Ile ni ya 2022. Unasupportiwa mpaka ni government na unaanguka. Afisa ashindwaje? Afisa kuyako jai. By the baba hapo ndo baba in history alipata supporters wengi mpaka Mount Kenya. A lot of people by the way nimekianga sense. Mi baka wale je. Alafu angalia margin. Look at the margin that was there. Very ilikuwa slim sana. Ilikuwa margin ya 200,000. That's a presidential Kenya is voting with emotions zitakuja kutumaliza haki. Lakini lazima hii ya 2022 yenyewe kunimekia sense. Azimio la umoja. Azimio kitu ilikuwa inatembelea. Most people hawakuamini what happened. Na wajaielewa ni nini. Na he went to court, ndio? You went to court. So walienda. Lakini kitu ili judge nao alikuwa mfuko I think. Lakini mimi hiyo time kuna kitu iliniudhi. Hiyo staff ya kusema ati hotea, hiyo kitu mimi iliniudhi mbaya sana because naleta evidence lori mzima na FRR alafu bana mpaka Jalamo walikuwa hapo hivi. Unakuja kuniambia ati hotea. Ati ni hotea. Does it make sense? They didn't even look at the evidence. Hawakuangalia hiyo evidence. They just FRR zimesimama hapo nje ya koti. Baba anakuja na cartons. Mimi naweza kosa kutrust na vitu mingi.
lakini kuna vitu huo mzee nilikuwa sure nazo. Raila akisema amebio kura, hiyo nayo unajua 50% ni ukweli. Ni kweli. Unaona siku ile alisemaga Waiguru anakula pesa NYS. Na itakuwa nini Hunya ka protect Waiguru ka protect Waiguru. Bali nizamishaka rao hiyo ndio nilionaga hizo news. Nile President Uhuru wakiwa Kisumu na kina Waiguru. Ojo rao si Uhunyeko hapa. Uhunya rao aliambia Uhunya. Mtu yako si nilikwambia ana bonda. Na Waiguru sasa iko pande hii. Nikwambia mtu yako ana bonda. Later sikusemekana si hizo maskando alafu tunamuelect tena a selfless and a truthful man. Wangu alikuwa truthful. Hiyo another aspect nimeangalia his family wamemshare Raila na Kenya. By the way, they were not selfish about it. Yeah, they were not selfish about it. Juu kama venye nini iself venye ilikuwa ina direct mpaka time ya campaign, walikumbuka mpaka campaign. Kuna time ndege imeanguka, I think it was Nyandarua. Ikabidi achukuliwe na chopa ondolewe. Unajua like other families wangesema ai, kwani hii kiti ni ya nini? Wacha akae nyumbani apumzike. Yeah. Because kukan maybe your husband, your father, your uncle, maybe your brother, na most of the time ayuko home, ako outside working for other people. Hata kama ina benefit at some point, but hiyo time mimi penye niliramishaga Mama Aida ni kitu moja. Unaona mzee hebu imagine bwanako ame decide I belong to the public. Okay? Mimi na belong to wase. Mimi ni mtu wa politics. Huo mama anaraise watoto wakiwa peke yake. Huo mama hata sasa alikuwa anakuraga na mzee anaweza kujua ni time. Because I think watoto wa Raila wamegrow bila baba yao. Wamegrow ndio for better part of their lives. Wamegrow. Kwanza formative years pale kwa detention 19 nini. Unaona ma 80s, early 90s. Imagine that guy after he was detained by Moi, he didn't kujua ati Madhe ame nini. Mkuru wake amekufa. Anaambiwa after 2 months. Hebu imagine. By that anasemaga in his whole life that was the breaking point. Hiyo anasema that was Rafa alikuwa close na madha yake. Hata alisema nini? Azikuwe karibu na madhe. Rafa alikuwa close na mama yake. But Mzaya I think alienda kitambo. Jaramogi alinini? Early 90s. 1970s huko I think. Jaramogi alikufa 93, 94. Sasa ndio around 93, 94. Mother na feel ndaga mbele. That guy has sacrificed. Hata ndo nilikuwa nasema can't we negotiate with the spirit bwana. 72 hours bwana. Baba bwana uwezi tupea siku 3 we mourn you. Baba ni siku hata mwezi. Baba ali sacrifice, I'll give it all. He gave the icon kwa yeah, ni icon. I think now what we can say ni rest in peace Baba the man ameenda, but Baba the spirit Kangor bwana lazima tungepa exactly to Odinga Kangol. Baba the spirit is still here with us, na hiyo spirit ya patriotism and working for the country. I hope rest in peace. I hope ODM it may God comfort Mama Aida and the family. Na ODM family and ODM party hizi madivision mnaanza huku na mura. Sasa wale political offense wenye walikuwa na hang kwa koti, Kasmu ataenda wapi? Kwanza Kasmu anatambua wewe kijana. Lakini Kasmu ana kizungu ya kutosha kumsurvivisha. No, you know. Do you know what happened? Baba saved Kasmu. Kasmu alikuwa jamaa alikuwa nini? Alikuwa ende. Baba saved him. Lakini na akamleta karibu, na venye alimleta ni kama alimuonda hata kama kwa national politics. Hata ukiangalia akamweka tu youth league. The next thing guys alikuwa anaenda baharini na ameenda Washington fellow kusoma hiyo juu ya leadership. So jamaa amekuwa off limelight kidogo. I think so kwa sahi amemundia ODM bwana, unajua uko kila mtu is fighting for his chance. So wewe ni nani? Hapo ndo utavuruta. Wewe ni nani unakuja hapa? Akina Sarasi yako hapo anataka akina Babu Owino. Sifuna. Lakini London nilikuwa nafikiria ama Baba alijua anaweza toka shimo ndio akaanza mimi nakaa ni strategy. Wewe Orengo sema hivi.
we Sifuna sema hivi, Anyang' Nyong'o sema hivi, Gladys Wanga sema hivi. Umeget? I think mimi naona kama ni strategy walikuwa wametumia ndio wajue wenye kwa chama wenye hawako. Umeget? Nyendeni kwa serikali. Umeget? Unaweza madhogodhanio ndio ujue mbivu na mbichi. Naona mimi naona ni strategy. Juu sioni vile ni if there is one person so never is part of God ni baba. Yeah, they don't. Raila vitu zi happening. Baba anasema Vile za baba ako na machinery. anastuka. Raila si watu haya. Alikuwa anajua. Unajua hata What's going on? Haipatagi by surprise. in all situations zenye nimeona people knows, mtu anajua kifo ikikuja. People knows by the I think the universe talks to you in a I think Raila, and especially hii mwaka yote hivi zimekuwa zikihappen ODM. hata kwa meetings alikuwa, hata kwa mikutano kuna hizo video zinatokea akiongea about death nini. Na hiyo studio akisha akisema aje Sifuna akiongea ni chama imeongea. Unajua kuna hizo Sifuna alikuwa anagonga serikali vibaya na wako ndani ya serikali. Exactly. Kidogo washaambia wasee mwacha na kijana yangu bana. Anafanya kazi ya. Kidogo nani Orengo anasema Sifuna anafanya kazi. Haya nani Anyang' Nyong'o anakuja asema huyu jamaa amekuwa SD for 8 years na chama imerana. So shida hii jamani nini? Sifuna naye maintain by the way. Sifuna maintain. Sifuna unajua ni ruthless. Sifuna is ruthless. It's a man, he's a man of principles. Unaona wako kwa broad base lakini analima Ruto kama risasi. Na uzuri wake na baba anasimama na yeye. Lakini uzuri wa Sifuna anakwambia vitu vile ziko. I think hivyo spirit ya baba like nikwambie vitu vile ziko. Instead of sugarcoating inaharibugi vitu. Exactly. Baba ameacha watu kuna watu lakini he has left ameraise watu. Lakini ukiona like za kina babu wino walishikwa akiwa nini kampo like za kina Sifuna akina Gladys Wanga umengea akina our mom dear mama Millie Odhiambo na Millie Odhiambo MP amekuwa basically tamia hata Nyanza unless wafanye ujinga I think otherwise wako na leaders watu wengine like Opiyo Wandayi where did he come Opiyo Wandayi by ni mtu amementa Junet Mohammed exactly people that are very high in the country kina Joho kina Joho kuna governor wa Mombasa saa hii. Yes, he was mentored huko hivi. Ni mzai. Unajua baba angesimama na wewe umeingia. Baba was mentoring a lot of people. Exactly. I think alikuwa chini ya maji tu by the way. Unaona tu mtu amepop up from nowhere. But kuna kitu moja nimelearn about baba. He was talking to a lot of people. Like ile online maybe ka text hata nilishangaa sana baba ni kuona man abaniki bridges. I think baba ni mse anajua ku make friendships hata anaongea na wale wase huko chini. Unaona kutext hivi simu hivi kama Gabriel Oguda alionyeshana screenshot ya juzi, Kasumwere alionyeshana screenshot ya juzi, muna text na baba hivi baba I think sasa MP wako wenyu simu si yako na PA simu baba ka MCA imagine MCA mzima na MP simu watiko na PA WhatsApp MP wezi muaccess lakini baba anabonga baka na mse hata Sifuna baadhi kuna siku Sifuna alisema alisema the reason why nakuwa bold nikisema vile nasemaga na the reason nasema na misimamo zangu ni juu some of this information I'm getting from grassroots mtu wa chini na bonga. I think that is where you can get the na pia hata politics ya mzee Moi ilikuwa ni hiyo ground. Yes, hii comrade hapa nimesikia point yako lakini Moi ni naisikiza ground chief huko hapo wanasema aje umeget Moi pia alikuwa na una kama maili 10 haiko na mzee wake tu wa kawaida haiko kwa gavana na ni mtu mnaongea direct hapo sasa unaona MP kiburi ya shilingi 2 whole MP huwezi muaccess ati yako na PA wasimu personal phone yenye huwezi access your resident watu wenye unasimamia. Hapo that's where leaders wengi huwa wanapotea. They have a lot I think that connection ya grassroots ni very important. Connecting with people from the ground. Unajua mimi tuseme kama naongea na MP direct hivi niambie mtu by the way ukipigia MP azikosa kuchukua hiyo ina create nini. Unajua very good relationship. Unajua hapo inafanyanga Gachagua na kaa superstar wa Mount Kenya juu hiyo kusikiza kwa Kenya inaona kukuja kwa barabara kwa tusenta
Unashika? Naona ana hizi makamukunji. Hapana. Hiyo anakuja Mshwarami, sijui Kamoteine, sijui Karema, sijui unaona ule tu kukuja kuita ati wazee 10 unaenda unawaambia tunasema I met grassroots leaders. Wagani? Ground. Key point nione ku connect na grassroots. Hiyo connection they na bring out your leadership na ODM they are very good at that. I think kitu yenye alikuwa anaona ni hiyo vulnerability that huyo mtu anaweza kaa hapo akwambia ukweli without knowing, kutaka kujua consequences itakuwa nini. Exactly. Hiyo ni vulnerability level yenye ilituma even anakuwa na ile heart ya humanity yenye naweza saidia mse fulani, naweza saidia mse without showing people nasaidia mtu. Baba alikuwa na roho kubwa. Unachukua political enemy wako mwenye anacheza na career yako ya politics, anacheza na biashara zako to the point anacheza baka na familia, and yet unakaa na yeye chini mnakunywa chai na yeye. Baba alikuwa na roho kubwa for the sake of Kenya. I think he was so alikuwa genuine. Ule open. Open. Alafu yeye alikuwa aje, lazima hapa kuna there has to be a way. It doesn't matter ni gani but umeget, lakini lazima pakwenda na njia. For this to work lazima utafute solution. So it doesn't matter ni njia gani tutapitia, lakini baba alikuwa hizo design za lazima there must be a way. Sasa pale watu walikuwa wanasema ati sijui ni selfish nini, yeye alikuwa anaweka inji mbele, akimaliza na akisort sasa yeye anakujia cheki yake, anajiweka mbele. Of course ni kawaida. Wezi yako iti arabu ujiaje. Wenye last year kama angekujaga Gen bado ingekuwa barabara. Vilikuwa zinaenda. So at the end of the day hata ukiwakia mtu ama ukifanya kitu fulani at the end kuna kitu una expect. Kwanza umeokoa inchi. So let me now come back. Sasa tuongee ngapi sasa? Mimi kitu imenibamba, ilikuwa imefika mali baka wasema okay before last year hizo mavitu za Gen Z unakuta mpaka Kenyans wenyewe ndio iko baba ongea bana. Baba ni nini umenyamaza? Baba alikuja akaokoa juu. Alikuwa ametulia by the way. Sasa ilikuwa imeacha kukua ya Gen Z mpaka gunzo ameingia sasa, imeanza kumix, imeanza kuharibika, nao people are dying. So hapo ndio sasa Raila nafikiri alikuwa na kaga naona aje penye mtachomezo kibanda au ndio mtachomea nyumba yangu na ule mama mjane na wale watoto, na hapo ndio mtachomea shule na soko. So before mfanye hizo vitu zote wewe ni aje hizi vitu ziende vizuri, tunaweza meet tupange vitu Inchi ni management. Inchi ni kumanage vitu. Kakuja akapita katikati akapeleka CS nini. But I think sisi bado tulikuwa tunapigana online. Sijui mbona mliripoti tusiende State House. Sijui this was paid by who, this was paid by Baba who. was there in the State House wakiongea. But I think your period imekuwa kwa gava amesaidia kukul vitu chini. But I think kitu yenye pia imemesa baba ni hizo reports zenye wamekuwa wakifanya, like hizo wakikaa chini wakishaandika hizo points zenye tunafaa kufanya nini na nini zinakosa kuwa implemented. Lakini pia I think Nera at some point alikuwa anaangalia naona aje, okay, unajua nini unaangalia design aje, if tukiimplement hii kitu ita create more, ita solve only 20% of the problem, lakini ita mess 80%. So there is no point ya kufix a section part of the problem ama usave ka kitu. Okay, for example, okay, kuna issue kama issue ya Mau forest, hizo mashamba ni ile issue inakuwa between Kalenjin community and Ma community. Ukisema uende zile land reports, zile sijui whatever land reports, whatever. So if we implement kitu kama hiyo, unaweza lete, I think vilikuwa ndio baba na gava walikuwa naangaliaga if tukiimplement vitu zingine some reports so harm itakuwa kubwa kuliko solution. So I think ni hiyo ndio kitu hizo ndio game Raila alikuwa anacheza. Na ukiangalia kitu moja Raila alikuwa anafanya, Raila alikuwa anataka inchi vitu zinaenda smooth. Without pressure, without pressure, yani kitu alikuwa anafanya, alikuwa relaxed when doing his decision, not hasty. Unajua ukifanya kitu na haraka unaweza mess up, but mtu mwenye anakuwa slow
Na hakuwa ile ya revenge. Ile wacha tuchukue hii serikali, hii community itaona. Rao was not revenge. Wacha tuchukue serikali. Tunajua watu wenye wako kwa serikali wenye ni vengeful na tutawataja. So, lakini Rao hakuwa sidhani hakuwa pita. Although atoke ukipeleka chini kidogo to community level, Wajaluo si watu wanakuwa na my issues. Yeah. Unaona? Ni watu peaceful na tunafanya shughuli za I think Mjaruo mnaretanaga ukimwibia tu kura. Ukimwibia anaingia maandamano kama I think hapo ndio I think hiyo ndio hapo tu inakuanga issue. Inakuwa tu issue. Alafu the issue see whatever I have seen awapigagi mtu individually most of the time ati wakutarget na ubaya ingine yenye itakuham to the level itaua watu 20 watu. Mimi nimewak na people from Nyanza Waluo. Mimi napenda wakiwa dosi. Ndio vitu unaona kama tumeandika pale kwa list kuna chai ya saa 4. Okay? Na slice 3 za mkate. Na lunch juu kuna nini? Mimi nakwambia ukikona mdosi Mjaruo peso tas. Mimi nakwambia unaona kila kitu kwa list. Fuata list. Nakwambia peso tas. Dennis, iko pesa tulitenga ya hii kazi. Si iko. Watu wakunywe chai. Umeshika? Hapa friend. Anakuja mahali tumeendesha chai. Anambia Mosh. Jameni, hii ni kikombe. Kwenye imechapa. Aniambia aje. Na si we are paying. Mbona watu wao kombe inakaa hivi? Sasa zingine ikuja na kikombe. Ikuja na kikombe yenye tubambi. Aniambia no. Don't take it. Wacha kuja badilishe. Badilisha kikombe. Na mimi kutoka siku hiyo na mimi nikajua wewe ziko suppose kupewa ile kombe ufana nalipa. Na mimi nikajua na yeye mtajua wewe usiniletee cheki. Kwanza umekuja bingwa ananifurahisha chai imekuja sijui utingatingika. Nimemwagia excuse me madam. Sina ubaya. Lakini hata wewe tu look at this cup. It's just being honest. Mimi yangu iko hapa. Mimi yangu. Hapo ndo nakumbuka. Ni kuisha. Na mimi nakumbuka. Wacha ni confirm. Na mimi yangu. Hatuwezi na tunalipa chai. Nilikuwa na confirm. Unasema nilikuwa na confirm kama hiko. Exactly. I need my cup to be clean and my tea just spill. Jamaa amekuja hapo na chupa ya maji funny. Hizi sijui rivers, sijui spring water, sijui forest nini. Akabesema, jameni. Look at my bottle. Hizi iko na Serengeti. Hii ndio maji. Serengeti. Fanyika. Hapana, unarokotio chupa uko unafanya refilling ya maji. So mimi kako nikienda mahali nikute mdosi ni mjaka, mimi najua niko home. Sasa shida inakuwa moja. Kama ulikuwa umeambiwa utapaka rangi hii ukuta kuta 3, utapaka 3. Tu paka ya kwanza na ya pili, mimi naona iko sawa. Attention to details. Do another one. Okay, instructions. Instructions. Kabisa. So me people what are the instructions say? Exactly. So me I think sasa zingine mimi naona sasa zingine we give these people opportunity ya kuongoza nchi. Mimi nataka zingine leadership ya mjaka akiwa prezi juu hata hata kama uende mali mnaweza vaa suti. They don't settle for less. Exactly. They don't settle for less. Standard. That's the word. I think standard tunavaa. Wako na standard by the way. Mimi sasa ndio tuna regret it tungepea baba tuone chana. Tulimpatia ni vile sasa huwezi jua kuliapa. Baba sawa sasa sawa. Sasa election iliniuma. Hiyo ni hot air. Sasa tungefanya nini? Sasa ilikataa. Si kura alipewa lakini sasa tunawaletea imagine hiyo mng'ang'ano yote bado Mount Kenya ilimpewa 1 billion. Siriko 1 million. Imagine votes. Hata plus extra I think. Exactly. Mount Kenya but 2022 watu walisimama na nini na Rao mbaya sana. So I don't know what happened. I think it watu walikuwa wanasikiza uhunye wenye alikuwa anasema.
I think ni the king who never ruled. Unaona siku hizi, unaona kasi siku hizi kwa mtu anakataa no hunyesi hata kezambia watu wa Mount Kenya waende shamba saa 12 asubuhi. Very fast. wataenda. Very fast. Sai- Very fast. Wanamwambia Mugambaki you told us. Wanamwambia unyake za wambia nyinyi wote Walai tena. msikure sapa. Utasema sitakura, ndauliza swali kesho. Mugambaki amesema. Nasema nisikure. Sitakura. Jura stem alisema. But kuna aspect that we should be very careful ni kufikiria our future and like kukaa tu unafikiria ati mse fulani amesema mse fulani atafanya we kaa chini analyze that guy ni mse wa type gani, spirit yake ni mse anakaaje. No hunye kasa you need to analyze anything. Ukiangalia tuseme vile baba alikuwa, ukiangalia watu wenye walikuwa around baba, kuna some opulence wana show kutoka waingia kwa gava yenye it is not right. Unajua saa mahuru type ni mahuru type. Sasa nasema lazima we scrutinize even wase kama hao, because akituambia tumsee kama huyo tunafaa kumngoa. Tena sasa kulingana na venye wave ya political imechange kutoka Gen Z wakuje, I think people are gonna be very careful. Watu watachagua sasa hii politics hazitaenda story ya chama na vile baba ametuondokea. Political mambo ya kana chama yako, stay with your party. Wewe uko na youth wa Baringo vile walidai. Ule Gen Z wa nini senator? Hata so waliambia Gidi aje we love you when kiongozi wetu, but discussion yote mli have na recycle readers. But ile discussion mli have na prezi ilikuwa na personal level, hiyo ni mambo yenyu. Bas hiyo tu. Kuna wewe Gen Z anataka kusimama huko senator. Na majenzi mabezana na si hata aliponi nini? Hii gari inakuwa pia inakuwa na kicontainer. Kupiga campaign. Kuna mtu alijitolea by the way. Fuel the car when you are available. Waende wachape. Siasa chama. Sasa hii come with your party, stay with your party there. Si tunaangalia mtu. Siasa chama inaenda kishaga. Siasa chama itaisha. Siasa chama inaenda kishaga. Siasa chama itaisha. Sasa ndio president ataingia juu, si kuna kadhaa, kuna kama Omtata, kuna UCJ, Maraga, kuna Karonzo. Ule president ataingia juu wako wengi na kila mtu ako na supporters, because now people are staying, wanakaa chini wana analyze. Wanasema I'm supporting Matiang'i because of this. I'm supporting Maraga because of this. Mtu hakutakuwa na ile upuzi ya almost 5 million ako na ati itakuwa tu lion. Kwanza wasaini. Sasa watu watapigana sana. Kitu najua bunge ya next week ya next election both at county level na national level, hizo bunge zitakuwa zina madhogania. Zitakuwa unajua kuna ile majority. Hata sioni chama majority mahali. Wallahi Jojo vile kutaenda. Juno saka unaona for example unaona venye Rigiji anasema mtu wote kwa Guinness Mount Kenya au ni adui ya Mount Kenya, si ndio? Meaning that mtu mko supposed kuchagua na chama ya DCP. What if Morio wangu ama madam mwenye anataka kuchagua, unajua kuna there is a young lady here, a young man, whatever the case may be. Kama mimi nataka wa chama kingine, mimi ndo nanibamba ama amekuja independent. Unaona, unajua sasa mimi utanilazimisha nichague DCP. Ni kweli. Unaona, sasa hapo ndo tunatoka sasa. Hapo ndo tunataka kutoka. Unaona ile ati ile wave kama ya wazazi wetu. Ati venye tuko tunasema wheelbarrow kutoka juu mpaka chini sijui. So kama ukikuja ukiwa DCP unanibamba na uko DCP sawa. Lakini ukikuja na DCP lakini unibambi uko independent ama chama kingine, mimi ndo mtu wangu. Unaona? Haya, kuna unaweza pata historia ya DCP imeshika Mount Kenya, lakini utapata kuna mtu amekuja na Jubilee, you are like aje, mimi huyu saizi ya vote na chama. Siasa ya chama itaenda. Chama ndio huyo ina mezi country. Siasa ya chama. Hata vile nimeona vizuri. Unaona hiyo bunge, watu wasienda wakiona chama. Usiambie kulingana na chama yetu tu hii motion tuna vote hivi. Hivyo ndo wanaenda kubunge kuvote. That's what they do. So mimi ya raundi utapata aje? Sasa utapata bill parliament utakuwa unakapitia. Lazima uconvince wa bunge. Exactly. See that is ati the president has bought his MP na hii pesa. Junior majority. Kitu kingine ukiangalia kasa hii unapata both at Senate na national parliament, unapata people from 40s ni wengi sana. Below 50. Si ndio? 40s ni wengi sana. Nyingine tunaenda utapata watu wa 30 na 20.
kabisa. yeah. Ataingia. Kuna nyingine tunaenda utapata watu 25. MCA itaanzia 20 something. MCA wengi. Kwanza MCA na seti ni kuchomea mtu. MCA unaona MCA akipata 40 years. Akipata 40 years itakuwa tricky. Ni ngumu sana. By the way, MCA ni kiti ya vijana. Watu young. MC grow in na politically. MC mwenye amepitisha 45 years. What are you doing? Itabidi convince hao vijana sana. Inakuwa ngumu. So utapata the next utapata all the parliament, utapata when bunge hizo bunge ya national bunge, senate bunge na bunge county, utapata young people watakuwa wengi sana. But this is a problem. Seti nakataa leadership ya young people. Unajua at the end of the day unanidi watu wamekuwa hapo mbele yenu, wanaelewa vitu vile zinafanywa na vile zina umegeni. New design tunasema aje, Raila alikuwa na ability ya hata mkikuja na majoto anaona hivi vile mmekamu mkienda hivi mtachoma inchi. So kwanza nawapiga parking. Unaona na kwa advice waacha kusimama fanya hivi. Angalia mtu kasi funa vile amepeleka. Unaona babu kuna principles Raila amemfundisha, hata babu mwenyewe akitaka kwenda against those principles haezi. Babu amesha kuna watu okay, angalia mtu kama hata wa Western ando Kalembe ama kuna Haemba Moreva, kuna MP wa Western ametoka from ODM. Unaona watu wa ODM ukiwasikiza unaona kuna kaubaba fulani ndani ya kuna principles za rao, kuna vitu za rao, kuna philosophy ya bao na ya lao wana practice ya step at a time. Exactly. So I think hata kama tutachagua Gen Z tukue very careful. True. Unaona tena kuna Gen Z baadhi hata unaona hapa hapana. Hebu imagine. Mimi unajua hata nawaambia ukweli Facebook. Unaona watu umeanza kubai. Kwambia zao uko na mchezo bwana. Unajua kuna watu by the as much as we want the youth waingie kwa opposition, tena hatutaki kuweka mtu ati because we are Gen Z. No. Yes, qualification. Yeah, Gen Z does not mean that we must choose. Yeah, by the end of it, by the you must understand. Unaweza chagua Gen Z wa siku moja tu akiwa parliament waambie speaker na by the utachoma na si kesho ni sahi. Hiyo ndio kitu by the watu wanafaa kujua, especially the youth people. Then wanaweza na wasahau on my MP watoka barabara wanza kudemonstrate parliament. Kweli. Una MP kwa street. I think kitu yenye wanafaa kufanya wademonstrate bunge yenyewe. So bado hawajagrow ile aspect ya kunacha. Okay, sieti wasichaguliwe. Yeah. But again tukue na balance. Tuko ni balance. But being a Gen Z does not is equal to qualification. No, it is not. No, this is the problem. You might be a Gen Z but a foolish Gen Z. But this is the problem imefika mahali tumeonaje wazazi wetu wametufeli. Si ndio? Imefika mahali na sasa like aje mazi mimi nimetoka uni in mwaka ya 5 bado niko nje. Sijaipata job. Umeget? Sasa umeshikana watu kama watano wenye unafikiri hiyo deno utarushwa nje. Watasema tuingie kwa hiyo system. Ni kweli. And I think hiyo ndio kitu yenye inatuma. Ni hivyo. Unaona mse kama mse mwenye alikuwa amehaki ni bank mbili. Umore juu alikuwa na test. Alikuwa na test software. Betting up. Betting up plan. Umeget. So ondo watu na deal na mbona wasishikane. Nimeona wameanza discussion nyingine ati tutumie blockchain technology for voting. Sasa imagine wewe umezoea kura hivi ya box au wamekuja na wewe hata blockchain yenyewe unajua ni nini? Kuna hapo conversation. Ndio nakwambia pia hiyo mbio yao inaweza chobe. Unaona? Nataka kujua tunipot mind kwa nini basi. As young people lazima unajua kuna kitu by the president was saying. There was a time he was speaking to the Young Parliamentarian Association members. Akawaambia for you to lead somewhere you need to understand your country. So especially the Gen Z wenye wanataka kuvai we must be mentored.
That's the Politically, thing. Unasema kwa system enyewe we need to be mentored by the Wasikuwe way. peke yao. Wakuwe na watu wa foundation. Unaenda sisi wote ati unasaka mi for we need example people. yenyewe nikwambia Because kweli nifika siku wale ya leaders wote wako si wote wabaya. mi kusema They tu are good people there. mi yenyewe kabla nikwambia kitu ya kwanza nikiweza ingia hivi polling station niangalie ati kwanzia ati president mpaka MC ati 90% Gen Z mi afanyija kwa tata mtu mzee I think- kwa I sababu think- juu We are doing that. unajua ni aje let's have that balance ya ukikuja kwa system wacha kutu watu wengine Tufanye Yeah, so smooth you na know, kuweka eh, smooth transition. smooth Yeah. transition So by I think 2032 sasa kuna aspect ya vitu kama tuseme president, you need someone who is very sober Sober na mature, experience, mature sana. when it comes to be a governor, Yeah. you need someone who is very sharp. Ako na political intelligence. Yeah, ikikuja mtu kama speaker of the National Assembly, speaker of the even wa counties wa senate, unajua speaker is very powerful Sana, na sana. speaker could manage that parliament. it's not easy Si- to manage people from all walks of life. Yeah, yeah. Older than Si you, rahisi. younger than you. Yeah, we need people who are very sober. Then when it comes to kitu kama cabinet, we need very sober people. Hapo cause Educated bwana watu. Technocrats. Mi- Wale mi wanaitwa kwa technocrats. We need cabinet technocrats. hapo sasa ndio mnawezeka Gen Z. Sana Kwa hata cabinet, juu- hata wacha tuseme na CS acha kuwa mtu experienced. PS basi. Unajua Public PS secretary. PS ndiye na nini minister. Ukuje At kwa the end of counties, the day. Yeah. ukuje kwa counties, wachana na CCM au county executive committee, kuja chief officers. Hao ndio Weka wana- Gen Z. hao ndio wana run. Yeah. Hao ndio. By the way, Technocrats, by watu the- wako na by the way, talking of the governors. Unajua nimeangalia both government previous ya Uhunye na hii cause hizo ndio zimekuwa under devolution so far. Sometimes nimekuja kurealize tuna blame national government na ni mess za governor. Za county. yeah. Unajua governor is the president of the county. Kuna swali mimi naulizaga. Niulize aje, okay, u governor amepewa 3 billion, 5 billion, 6 billion. Gava imempea ni kamsari. Si ndio? Yeah. Sasa unataka gava ikujifanye nini? Ishampe do. National government inakuja. You are the president of that county. One thing I don't understand. Yeah, ukishapata pesa yako you're supposed to work on it. Wewe manage county yako na hiyo do. Na bado unaingisha pesa yenye unaokota kwa your county. Haya, Tax. kuna barabara ya governor. Kuna barabara ya MCA, kuna barabara ya MP. Si ndio? So national government wewe MP imekupea do. Si ndio? Haya, county assembly imepea MCA do. Ya kunda barabara, hizo barabara ni za governor, naye ana barabara zake, si ndio? So hapo hivyo wenyewe hapo ni wapi national government na Barabara tena umekuja The only thing wanafanya kubwa ni kureport we have collected 1.25 billion in taxes. niliona my friends So why is it? niliona my friends akaja amesema revenue ime increase due from what to what na akasema ati simona tunaweza make inawezekana. So nikashindwa But drainage, au zilikaje nini Nairobi is flooding. kuona do ama kufanya job. Nairobi of all the counties, Hey. Nairobi of the counties is flooding. That's the thing. So I think kuna mali tunafaa tafika kuifeel, si kuambiwa ati tumeongeza do, You tunafaa feel, kuifeel ile do imetumika mimi aje. kama kuna mali ya supporti Dindinyoro ni hapo. Wacha kuja kuniambia vile GDP imegrow. Wacha kuniambia vile economy inasaidia na vile economy imeimprove. Wacha kunipea figures. Wacha mfuko yangu inipee figures. Wacha mfuko wangu ifeel hizo Wacha mimi percentage. mwenyewe nifeel hiyo effect ya- Yeah. Are you getting? Wacha ta ng'ombe yangu nilikuwa nikamwona daily. Wacha ile nikamwona dhara. ukienda hospitali you can get uambiwe uende ununue dawa huko. The pharmacy is full as nini. Kukinyesha auanguki kwa mtaro, the drainage is, So is I well think full. kuna mizigo zingine tunabebesha government, national government, but si problem ya national government. Shida iko kwa And that is why civil education unapata it is necessary. So that hata those vying and young people they know. na baadhi sasa mtuanza kuleta ma lawyers. Watu waanze kufundishwa stories za constitution. Yeah. Na Watu wengi kuna hawajasoma kitu constitution. kuna kitu moja tu nataka kumalizia nayo. Ukienda place kwa OC, the first thing yenye unapatana nayo kwa gate ya OC ni chemist. True. You just know there is a problem. Ukienda hapo upate the first few things zenye unapata hapo ni vibanda za matunda. Just know you are in the right Za place. matunda zina make sense. That is the right place. Hivyo ndio nataka kusema. enye- Hiyo ni place mzuri because
everything iko ndani, chenye unapelekea mgonjwa ni matunda. lakini si kukuja nje. Kuna pharmacy Yeah, by the way. Zimejaa hapo nje. Unatuma uende dawa. kwanza imeki sense government hospital unatumwa kwa chemist hapo nje. Mtu what are we doing? Ama unatumwa National public hospital. Unatuma kwa specific pharmacy ama rab. Mtu ameandikwa hapo akaamua kufanya privatization nje. Ama unaenda unabuy dawa kwa chemist unapata ziko na government labels ama logos. Na sasa hizo ni chemist nini? Yes. Yeah, na ni private chemist. Private chemist. Kuna one issue nataka tu we just comment as we finish. Yeah, mental health. Pia our guy alituacha Kimani Mbogwa because of So some mental sad. health issues. Can comment on that as we finish the show. Yes. So okay, for me okay, Especially it is the issue that affect even the young people so much. I think that there is two causes zenye najua so far za mental health. Moja ni drug abuse. Na hiyo ingine ni issues of stress na depression na lifestyle. Umeget. So mental health yenye imekosio ni abuse, drug abuse. I think okay, sitasema ati ni mtu kujitakia, but hizo zinakuwa personal decisions and choices. Umeget. So for me I'm like aje ukiangalia somehow okay, sijui kama ni emotion ya watu ama Kimani alikuwa introduced to mambo na drugs in someone else. Hakuwa hizo mavitu. Umeget. So for me take care of yourself. Ile environment yenye uko, mabase yenye uko nao, vitu zenye na kuintroduce into vitu zinaweza cause issues in your life. That's number one. Secondly, ile kama kitu kunaongea juzi ile ya story ya kudina rejection kwa relationship. Hiyo ni kitu inaweza cause mental instability ya mental health kwa ma stress, ma depression, kwanza depression sana. So for me I'm like ikifika ni historia life inaweza cause stress to the point where inakuwa chronic. Sasa unaenda kuingia kwa depression. Kama usiishi life juu wase wengine. Unajua kuna ile ulikuwa job ulikuwa unalipo 200k, hiyo job imeisha, you can only manage 50k per month. Uanze kujipea stress, utaki kuhama nyumba yenye ulikuwa unataka, utaki kuchange your lifestyle. Umeget. So for me it cause a lot of stress. What no self acceptance situation iko at the moment. The other thing before you get into deep your depression na chronic stress, we know yourself. Okay, angalia vitu vile ziko, accept vile vitu zile ziko, rudi kwa drawing board, anza manage the things that you can manage. Zenye huwezi manage, acha kujipatia. Kitu inaweza trigger chronic stress. True. Umeget. Tutaita down spiral to depression. Kama si medically, then like after vitu za drugs na nini. Hizi vitu manage yourself, accept nini zinaendelea, adjust vitu mbili tatu. Kwani tumeona watu mara ngapi watu wakiduna na wakienuka. Obina ni moja. Ana crash every day makirezi. Unafika rock bottom na unaamka. Unaamka bounce back. I think ni kugonga chini na and then seek help. You dust off. Usigonge ubaki hapo. And then seek help. Kama ifika hapo mahali penye maybe una feel like you are losing it. By the way, watu waongee na watu. Usijiwekee vitu zenye unajua zitakuletea amani. Exactly. I think imekuwa some great conversation. Yes. So guys, keep liking, sharing, commenting, subscribe hapo mazee. Tufungie kitu moja tumalize. So it's been an honor being in this Kateri's Corner podcast. Yes. Let me finish and say kuhusu kwanza ya mambo ya mental health, you have to pray. Keep your circle small and know your circle. Yes. Mambo ikiharibika sana, you talk to someone. Tafuta mtu muongee. Things happen. Na mambo ina move on. Pressure is kwa peke yako. But then kuna kitu ni repost hiyo go to the mental kwa kitu ni repost kwa TikTok. Sisi wote kila mtu hapa hii ni mara yake ya kwanza kukua kwa hii life. Manze, hakuna mtu anakuja kwa ile ati nikaenda niko season 2. Kila mtu ni mara yake ya kwanza kukua. It's my first time to be in this life. So I'm not perfect. Usi accept na watu wa reduce advice bwana. Ndio sasa kwanza reduce advice jameni. Watu wanajiita ma life coaches huko. Very stop lying to the youth. This is your first time living here. It is my
my first time living here. Mara yake ya kwanza kwa hii dunia. Advice. Punguza advice. Mwache kupea vijana pressure. Pressure. Ati if you are 26 years you must have a passport. Sijui you must have 10 birth Na hizi certificates. story ati You should have gone to Zanzibar. trust the process. Trust the process. Hapo ukiuliza mtu ni process gani alifuata? Ni God. Alafu anakuwekea pay bill hapo. So you want me to pay you to write to me. Trust the process. Anakusumbua hapo na trust the process. Trust the process. Hapo unamuuliza process ni gani? Ni God manze. Sasa Alafu bado anaitisha do. Na anakuwekea pay bill. Uweke hapo za kadi. Mwanzo tupelekeni pole pole. So guys, keep it tuned, keep it locked. Tunawapenda. See you in the next episode. Subscribe this Subscribe nani we. this podcast. Love you guys. We out.